Tunapokuwa tumeokoka, hatujaokoka kwa bahati mbaya. Mungu ameweka kusudi lake lilo maalum kwamba tuende tukazae. Tunapotamka habari ya kuzaa, manake ni neno ambalo linatuhimiza tuingie kwenye utumishi na uinjilisti ili tupate kuleta watu kwa Yesu. Mungu anapokuwa amekuokoa, hajakuokoa kwa bahati mbaya. Lengo kubwa la Yesu kukuokoa, anataka aone kanisa linaongezeka, nyumbani kwako kunaongezeka. Unapooa, unataka uone nyumbani kunaongezeka, sio kwamba mmekaa ili mradi mmekaa pale. Kanisa linapoongezeka ni furaha juu mbinguni. Maagizo ambayo tumepewa sisi, tumepewa yapo maagizo tuliyopewa, na yale maagizo yanahitajika yapelekwe kwa wale watu ambao wanaokwenda kuzaliwa. Na nilikueleza kitu kimoja, unapoona umekwenda kushuhudia, usifikiri uko peke yako. Yuko aliye nyuma yako humoni, na yuko aliye mbele yako humoni. Na ndio maana taifa la wana Israeli wakati walipokuwa na safiri kutoka nchi ya Misri kwenda Kanaani, waliongozwa, kulikuwa na nguzo ya moto na kulikuwa na wingu. Unapoondoka kwenda kushuhudia na kuhubiri na kuwaleta watu na kuwafanya watu kuwa wanafunzi, usifikiri uko peke yako. Kauli mbiu ya Mungu tangu uumbaji, wakati anamuumba Adamu wa kwanza, neno la kwanza ambalo alilowaambia, zaeni mkaongezeke. Baada ya kuokoka, kusudi lako sio kukaa nyumbani kwako. Baada ya kuwa umemwamini Bwana Yesu, manake umepokea mabadiliko katika maisha yako ulionayo. Baada ya kuwa umeokoka, kusudi la Kristo sio kwamba ubaki kama ulivyo. Kusudi la Kristo, anataka aone mwenendo wako, tabia yako, maisha yako yanabadilika. Huyu Yesu anataka baada kuwa umeonekana umebadilika, uwalete, uwashuhudie watu waje kwa Yesu. Na ndugu zangu, hakuna kitu ambacho kilicho salama kama eneo la kumwamini Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huyu Yesu baada ya kumwamini na kuwekea kinga ya maisha yako, katika maisha yako, mapito yako, mwenendo wako, hata kukaa kwako. Mungu baada kuwa amekuweka, lengo kubwa ni nini? Anataka ione faida kwako, anataka aone unazaa. Kuna watu wengine ana neema, Mungu ameweka karama ndani yao, yani ile neema kianza kushuhudia, kuna watoto wengi sana yani wanazaliwa bila mpango. Unakuta ameeneza watoto pande zote, nini wanasema, tunaye mama wa kiroho yupo ametusimamia, yupo baba wa kiroho aliyetusimamia. Ule mtaa unatambua kwamba kuna mtu mmoja mwenye nguvu aliyemwamini Bwana Yesu, huyo acha ni moto ulao, anazaa bila mpango, usiku na mchana kishuhudia, watu wanamwona Yesu wakati wote anaposimama. Kama kuna vinyamkela, kama kuna uchawi, kama kuna mchini, yote nafyatuka, anakuwa ni mama wa mtaa, mama ambaye analeta watu kwa Yesu pasipo utaratibu, amezaa matunda.